It is about a young man who makes a very powerful decision. Ni kuhusu kijana mdogo ambaye aliyefanya uamuzi wa kinguvu. He is making a decision in a land that is foreign to him. Anafanya uamuzi katika mji usiojulikana kwake. He is just but a slave in this land. Ni mtumwa katika mji ule. But when he arrives at this land, na kuamuka katika mji huu, he makes a decision not to defile himself. Anafanya uamuzi ya kutochafua maisha yake. He was in the land where people worshipped idols. Alikuwa katika ulimwengu ambao watu walikuwa wanaabudu miungu. He was in a land where people compromised themselves. Alikuwa katika nchi ambao watu walikuwa wanajidharau. He was in a land where people were drunkards. Alikuwa katika dunia ambao watu walikuwa ni walevi. He was in a land where people were prostitutes. Alikuwa katika ulimwengu ambao watu walikuwa makahaba. He was in a land where people knew not about the God of Israel. Alikuwa katika ulimwengu ambao watu hawakumtambua Mungu. So when he arrives in this land, alipoamuka katika ulimwengu huu, he knew that he had to make a decision. Alijua ni lazima akafanya uamuzi. And he says in verse 8, akasema katika mstari wa 8, that I will not defile myself. Kwamba sitaweza kujitia unajisi maisha yangu. I will not eat the food that is offered to idols. Sitakula chakula ambayo inapeanwa kwa miungu. So he placed his life in a dead situation. Kwa hivyo aliweka maisha yake katika hali ngumu. The decision that he made was a very powerful but very dangerous decision. Ile uamuzi ambao alifanya ulikuwa ni wa nguvu na tena ulikuwa ni hatari sana. Because at that time there was a king called King Nebuchadnezzar. Kwa sababu katika wakati kulikuwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Nebukadnezar. And long time ago kings were like gods. Na zamani za kale wafalme walikuwa katika kama Mungu. Their words were law. Maneno yao yalikuwa sheria. When they speak, nobody could counterattack what they have spoken. Walipokuwa wakinena hakuna angeweza kupinga. So according to the rule of the land, kulingana na sheria ya ulimwengu, they were supposed to worship idols. Walikuwa wanastahili kuabudu miungu. But according to the law of Daniel, kulingana na sheria ya Danieli, he was supposed to worship the true God of Israel. Alikuwa amwabudu Mungu wa kweli wa Israeli. So he had no other option but to compromise the law of Nebuchadnezzar. Hakuna njia nyingine ila kukubaliana na sheria ya Nebukadnezar. So he comes up with a choice. Kwa hivyo anakuja na tukio that I will not defile myself. Ya kwamba hataweza kujitia unajisi. I will not compromise myself. Hataweza kujitia unajisi. Even if my choice is very dangerous, hata kama uamuzi wake utakuwa hatari, I am not going to compromise my faith. Sitaweza kujinasisi. I will still serve the God of Israel. Nitamtumikia Mungu wa Israeli. I will not worship the idols. Sitaabudu miungu. So he made a very serious decision. Akafanya uamuzi wa kipekee. But had a very powerful and very dangerous challenge. Ulikuwa na matokeo ambayo ulikuwa ni hatari sana zaidi yake. So I told you yesterday. Na kama niliwaambia jana. That life is a choice. Ya kwamba maisha ni uchaguzi. Life is a decision. Maisha ni uamuzi. Whatever you decide to do, you can do it. Wakati umeamua kufanya utayafanya. But every choice has got a consequence. Kila uchaguzi yana matokeo. Every choice has got a repercussion to you. Chaguo kina tokeo lake. If you choose life, then you shall live. Ukichagua uhai nawe utaishi. If you choose death, then you shall die. Ukichagua mauti nawe utakufa. So Daniel reached a level whereby he's supposed to make a choice. Daudi alifika kiwango ambapo angeweza kufanya uamuzi. Either to worship the true God of Israel or to serve the idols of King Nebuchadnezzar. Abudu ile miungu ya mfalme Nebukadnezar. Or worship the God of Israel. Ama amwabudu Mungu wa Israeli. So Daniel makes a choice. Daudi akafanya uamuzi. That I'm not going to defile myself. Siwezi kujitia unajisi. I'm not going to compromise my faith for any reason. Siwezi acha kuamini kwangu kwa jambo lolote. So he makes a very sober decision. Kaamua kufanya ujasiri wa kipekee. He says, I will worship the Lord. Nasema nitamwabudu Mungu. Even in the land that knew not about God. Kama ni kwa ulimwengu ambao hamtambui Mungu. Let me tell you, my brothers and sisters. Nikwambie ndugu yangu, dada yangu. God is looking for a young man. Mungu anamtafuta kijana mdogo. God is looking for a young woman. Mungu anamtafuta mama mdogo. Who will make a decision. Atafanya uamuzi. Not to compromise herself. Asijitie unajisi. Or not to compromise himself. Asijitie unajisi. But to walk in the will of God. Ili kutembea katika mapenzi ya Mungu. And to walk in the purpose of God. Tembea kulingana na mapenzi ya Mungu. So you need to understand what is your purpose in life. Unahitaji kuelewa madhumuni yako ni
mafupi. It is not too long. Haiko marefu. It is not too long. Maisha siyo refu. Tell your neighbor, life is too short. Mbia jirani yako, maisha ni mafupi. Life is too short for you to make mistakes. Maisha ni mafupi ili wewe ukafanye makosa. Life is too short for you to compromise for any other reason. Maisha ni mafupi ili uweze kujinasisi kutokana na mambo tofauti tofauti. I was somewhere and somebody asked me, what is life? Nilikuwa mahali na mtu akaniuliza, maisha ni nini? What really is life? Maisha kweli ni nini? And today I'm going to answer this question to you. Leo ninaenda kujibu hili swali kwako. What is life according to you? Maisha ni nini kulingana na wewe? Because how you define life is how you live your life. Vile unafafanua maisha ndivyo unaishi. How you define things in life is how you use them in life. Unafafanua vitu ndivyo unavitumia katika maisha yako. So according to you, what is life? So kulingana na wewe maisha ni nini? Because people are born and people also die. Kwa sababu watu wanazaliwa na watu hukufa. There are people who die when they are old and those who die when they are young. Kuna wale wakiwa wanakufa wakiwa wamezeeka na wengine wakufa wakiwa vijana. That is why I'm telling you that life is too short. Kwa maana nakuambia maisha ni mafupi. So what is life according to you? Kwa hivyo maisha ni nini kulingana There na are wewe? those who are poor and there are those who are rich. Kuna wale ambao ni maskini na kuna wale ambao ni tajiri. But what is life according to you? Maisha ni nini kulingana na wewe? Because even the poor become rich and the rich become poor. Maskini saa zingine hukuwa tajiri na tajiri hukuwa fukara. So what is life according to you? Maisha ni nini kulingana na wewe? Today I'm going to answer to you this question. Leo nataka nijibu hili swali kwako. What is life according to the eyes of God? Maisha ni nini kulingana na macho ya Bwana? Because He is your creator. Sababu ni muumbaji wako. He is the one who knows what you carry within you. Yule ambaye anajua kile umebeba ndani mwako. You only know the creation by understanding the creator. Unajua tu kunini kuhusu kuumba unapojua muumbaji ni nani. You cannot understand yourself without understanding the creator of who you are. Huwezi jielewa basi na kuelewa yule ambaye aliyekuumba. So to understand who you are, you need to understand God. Kwa hivyo kuelewa jinsi ulivyo lazima umuelewe Mungu. And to live a good life, you need to live it with God. Kuishi maisha mazuri unahitaji kuishi na Mungu. Life outside of God is not life. Maisha nje ya Mungu sio maisha. You may be alive but you are dead. Unaweza kuwa uhai kumbe umekufa. Praise the Lord. Amina. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor life is a choice. Ambia jirani yako maisha ni uamuzi. Tell your neighbor life is a choice. Ambia jirani maisha ni uamuzi. Because God has given you freedom. Sababu Mungu amekupa uhuru. God has given you the grace to live. Mungu amekupa neema ya kuishi. He has given you a chance to live. Amekupa nafasi ya kuishi. But how you live your life determines who you become. Lakini unapoishi maisha yako inategemea wewe utakuwa. And how you live your life is your choice and not God's choice. Unapoishi maisha yako ni uamuzi wako bali sio wa Mungu. The only thing that God does to you is to give you life. Kile ambacho Mungu anatenda ni kupa uhai. But the decision to live how you want to live is you. Lakini kulingana venye unataka kuishi ni uamuzi wako. Praise the Lord. Amina. So I told you yesterday Hivyo nilikuambia jana that behind every choice in life, lakini kutokana na maisha ambayo iko katika maisha there is always a challenge. kuna kuwa na matokeo. So Daniel makes a choice to serve the Lord. Danieli alifanya uamuzi ya kumtumikia Mungu. But the challenge is that zile changamoto zilikuwa that King Nebuchadnezzar did not acknowledge the God of Israel. Kwamba mfalme Nebukadneza hakuwa anamtambua Mungu wa Danieli. And the people of Babylon, na wale watu wa Babiloni, they did not know the God of Israel. hawakuwa wanamtambua Mungu wa Israeli. They only served idols. Walikuwa wanamtumikia miungu. So that was a challenge to Daniel. Ndio ilikuwa changamoto kwa Danieli. It was a war of faith. Ilikuwa ni vita ya imani. Because Nebuchadnezzar believed in idols. Kwa sababu Nebukadneza aliamini miungu. But Daniel believes in the God of Israel. Lakini Danieli alimwamini Mungu wa Israeli. So Daniel tells King Nebuchadnezzar, Danieli akamjaribu that Nebukadneza, I am not going to defile myself. kwamba sitajitia unajisi. I will serve the Lord in the land of the living. Nitamtumikia Mungu ambaye yuko katika ulimwengu wanaoishi. So he makes a very dangerous decision. Alifanya uamuzi ambao ni wa hatari mno. After the choice, Baada ya uamuzi, now it comes the challenge. ikakuja changamoto. And now comes the challenge. Kuja sasa changamoto. Now the challenge is facing King Nebuchadnezzar. Changamoto yanampata Nebukadneza. In the book of Daniel chapter 3, Katika kitabu cha Danieli 3, King Nebuchadnezzar designs an idol of himself. Nebukadneza anaweka miungu ni kwa sababu yake. And he gives out a law in the entire land of Babylon. Anapeana sheria katika mtaa wote wa Babiloni. He tells everyone to worship that idol. Anaambia kila mtu akaiabudu miungu.
miungu. And if you don't worship that idol, Na usipoabudu hiyo miungu, you are supposed to be killed. unastahili kuuliwa. So it was a death sentence. Ilikuwa ni hukumu ya kifo. So we find that Daniel is making a choice to serve God. Nakumbuka Danieli anafanya uamuzi kumtumikia And Mungu. behind that choice comes a challenge. Kutokana na uamuzi wake kunakuwa na changamoto. That you must worship the God of Nebuchadnezzar or else you die. Kwamba lazima uabudu miungu ya Nebukadneza ama ufe. But let me tell you something, my brothers and sisters. Nikuambia ndugu yangu, dada yangu, You cannot make a choice to serve the Lord and the Lord forsakes you. huwezi chagua kumtumikia Mungu na Mungu akuache. Those who know they are God. Wale ambao wanamtambua Mungu. Those who know they are God. Wale ambao wanamtambua Mungu. They shall be strong and they shall do exploits. Watafanya miujiza na ishara. When you choose to serve God, unapochagua kumtumikia Mungu, God will always fight for you. Mungu atakupigania. I'm saying when you choose to serve God, Unapochagua kumtumikia Mungu, God will always fight for you. Mungu atakupigania. So when the challenge arose in the land of Babylon, Wakati changamoto ilitokea pale Babiloni, the God of Daniel arose to fight for Mungu wa him. Danieli aliamuka kumpigania. The Bible says Biblia inasema that it reached a time where people are supposed to worship the idol Nebuchadnezzar had created. ifika wakati ambapo watu walifaa kuabudu miungu ambayo Nebukadneza aliumba. But Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Ati Danieli, Shadraki na Abednego they did not worship the idol of Nebuchadnezzar. hawakuabudu miungu ya Nebukadneza. Instead, they prayed their God. Kwa hivyo walimuomba Mungu wao. And so Nebuchadnezzar was very angry with them. Nebukadneza alikasirika sana nao. And he said that they are supposed to be thrown in the fire. Akasema wanafaa kutupwa motoni. But when they were thrown in the fire, Walipotupwa ndani ya moto, my Bible says Biblia yangu inasema that Jesus appeared in the na fire. Yesu alitokelezea That the motoni. angel appeared in the fire. Malaika alijitokeza katika moto. And God, the fire was so high, was so Moto huge, ulikuwa mkubwa, it could not consume them. ingewachoma. Because God rose to fight for them. Sababu Mungu aliinuka You kuwapigania. see, when you make a decision to follow God, Na kufanya uamuzi wa kumfuata Mungu, even in the midst of your challenge, hata katikati ya changamoto God hizo, will show up for you. Mungu atakuja In the midst of your sickness, my katika brother, magonjwa yako ndugu yangu, God will show up for you. Mungu atakuonekania. In the midst of your tears, Hata katika miongoni mwa watu wako, God will show up for you. Mungu atakupigania. Because God shows up for those who choose Him. Sababu Mungu anatokelezea wale ambao When you wanamchagua. choose God, Unapomchagua God Mungu, will choose you. Mungu atakuchagua. But if you forsake God, Unapomwacha Mungu, God will forsake naye you. Mungu atakuacha. Praise the Lord. Amina. When you choose God, Unapomchagua Mungu, God will choose you. Mungu atakuchagua. But when you choose to forsake God, Unapochagua kumwacha Mungu, God will forsake Mungu you. naye atakuacha. Praise the Lord. Amina. Hallelujah. Amen. So after the choice, Baada ya uchaguzi, it comes the challenge. unatokea changamoto. But this challenge Na hii changamoto was actually to give Daniel a chance. ilikuwa ni kumpea Danieli nafasi. Because out of the challenge, Sababu kutokea na it changamoto, comes a chance. unatokea nafasi. Out of the problem Kutokana na shida, comes a promise. unakuja You ahadi. see, behind every promise in your life, Kutokana na kila ahadi kwa maisha there is yako, a problem for you to solve. kuna shida ambayo lazima But the utatue. giver of solution is Yule God. ambaye anapendea suluhisho ni Mungu. Hallelujah. Na, You know, some people were lied to that Christianity is very sweet. Najua kuna wenye walidanganywa kwamba Ukristo ni utamu. But let me tell you the truth. Wacheni kuambia ukweli. Christianity is not easy. Ukristo sio rahisi. It is very hard. Ni ngumu sana. But it becomes easy when you are with God. Lakini inakuwa rahisi unapokuwa na Mungu. Because God makes it easy for you. Sababu Mungu anaifanya iwe rahisi. So when God gives you a promise over your life, Wakati Mungu anapeana ahadi kwa maisha yako, there is a problem that comes with a promise. kuna neno ambalo linasema There is a problem that comes after a promise. kuna tatizo ambalo linakuja baada ya ahadi. Because behind every chance in your life, Kwa sababu katika matokeo ya maisha yako there is always a challenge. kuna changamoto. Hallelujah. Amina. But the challenge is a chance for you to prove yourself. Lakini changamoto ni ya nafasi ya wewe kujidhihirisha. Because sometimes you may make a choice, Kwa sababu wakati mwingine unaweza fanya but when uamuzi. the challenge comes, you forget your choice. Lakini changamoto linapokuja unasahau uamuzi wako. When challenges comes, you begin to compromise yourself. Changamoto zinapokuja unaanza unajitia
unajisi. Sometimes we believe in God, Wengine unamwamini Mungu, but when danger comes upon our lives, lakini hatari inapokuja maishani we mwetu, forget about God tunasahau kuhusu Mungu. and we go to witch doctors. Tunaenda katika We waganga, run to people. tunakimbilia watu, We begin to listen to people instead of listening to God. tunaanza kusikiza watu kuliko kumsikiza Mungu. It is very dangerous as a Ni believer hatari kama wewe muamini, when you listen to people unaposikiza watu more than you listen to God. zaidi unavyomsikiza Mungu. Hallelujah. Amina. When you make a choice to serve God, Kufanya uamuzi kumtumikia Mungu. even when the challenge comes upon your life, Kama changamoto unakuja katika maisha just yako, remain with God. baki tu ndani ya Mungu. Just believe in God. Mimi tu Mungu wako. And that problem will be changed. Na hiyo shida itaondolewa. Oh, hallelujah. Amina. So after the challenge comes the chance. Baada ya changamoto kunakuja nafasi. After Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego escaped the fire, Baada ya Shadraki, Meshaki na Abednego walikwepa moto, that of God says, neno la Mungu linasema King Nebuchadnezzar acknowledged the God of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Mfalme Nebukadneza alimtambua Mungu wa Danieli, Shadraki na Abednego. And after that, Na baada ya hayo he promoted them to be leaders in the land of Babylon. akawaweka kuwa viongozi katika mji wa Babiloni. So after the challenge, Baada ya changamoto it became a chance for them to be leaders in Babylon. ilikuwa nafasi yao kuwa viongozi katika mji wa Let me Babiloni. tell you, my brothers and sisters, Nilikuambia ndugu yangu, dada yangu, every challenge is a sign of victory over your life. changamoto ni ishara ya ushindi katika maisha yako. Every challenge is a sign of blessing upon your life. Changamoto ni ishara ya baraka katika maisha yako. When you face a challenge, do not be forsaken. Unapopitia changamoto usidharauliwe. Don't feel down, Usijishushe imani. but always raise your faith in God. Inua imani yako ndani ya Mungu. Because God is about to do something new over your life. Uko tayari kutenda jambo jipya katika I maisha don't yako. know what you're going through in your Ni life. nini unapitia katika maisha I don't know yako? what you're going through in your marriage. Ni nini unapitia katika ndoa I don't know yako? what you're going through in your business. Ni nini unapitia katika biashara It yako? may be a challenge before God, before you, Inaweza kuwa ni changamoto mbele zako, but it is not a challenge before God. lakini sio changamoto mbele za Mungu. Because nothing can challenge God. Sababu hakuna kinachoweza kumchanganya. Hallelujah, nothing can challenge God. Kuna Kenya kinaweza kumchanganya We Mungu. are born to be overcomers of challenges. Tumezaliwa kuwa washindi katika changamoto. Behind every challenge there is a chance. Kutokana katika changamoto kuna nafasi. And behind every chance there is a change. Katika kila nafasi kuna mabadiliko. I've spoken about a choice. Nanena kuhusu maamuzi. Life is a choice. Maisha ni maamuzi. And when you make a choice, expect a challenge. Unapofanya maamuzi tarajia changamoto. When you are going through a challenge, know that there's always a chance for you ahead of you. Unapopitia changamoto jua kuna nafasi mbele yako. After the chance comes the change. Baada ya nafasi kuna kuja mabadiliko. Something has to happen in your life. Kitu lazima lifanyike katika maisha. Something has to change over your life. Mambo lazima yabadilike katika maisha. And today we are here to proclaim the change that you need over your life. Kutangaza mabadiliko ambayo unatarajia We katika are maisha declaring yako. health upon your sickness. Tunatangaza maisha ndani ya magonjwa. We are declaring wealth upon your life. Tunatangaza utajiri katika maisha We are yako. declaring prosperity over your life. Tunatangaza mafanikio katika maisha We are yako. declaring riches upon your life. Tunatangaza ufanisi katika maisha yako. We are declaring life upon your life. Tunatangaza maisha katika maisha yako. Hallelujah. When you receive God over your life, Unapokea Mungu katika maisha there yako. has to have a change. Lazima kuwe na mabadiliko. Something has to change. Lazima maneno yabadilike katika Something maisha yako. has to give way. Kuna kitu ambacho kipeana njia kwa maisha yako. Because we serve a God who changes people. Kwa sababu tunamtumikia Mungu anayebadilisha He watu. removes those who are down and uplifts them. Anatoa wale walio chini na Hallelujah. kuwainua. Because our God is a God who changes our Kwa lives. sababu ni Mungu wetu, ni Mungu anayebadilisha maisha yetu. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amina. That of God says. Amen. That of God says. In the book of Daniel. Katika kitabu cha Danieli, That yes, they went through a very difficult situation. kwamba walipitia katika hali ngumu, But at the end of it all, God showed up for them. lakini katika mwisho yake Mungu alijidhihirisha. God was able to fight their battles for them. Mungu aliweza kupigania vita vyao. So we serve a God who never loses a battle. Kwa hivyo tunamtumikia Mungu asiyepoteza katika We vita. serve a God who is beyond every limitation of your life. Tunamtumikia Mungu ambaye ni zaidi ya kila hali kwa maisha. When you believe in this God, Unapomwamini huyu Mungu, He'll always be there with you. atakuwa hapo pamoja nawe. He is
is a friend who is a friend indeed. Ni rafiki ambaye ni rafiki wa kweli. He will always be with you. Atakuwa pamoja nawe. He will never leave or forsake you. Atakuacha hata kamwe. Until the end of age, he will stand for you. Mwisho wa dahari atasimama nawe. He will fight your battles for you. Atapigana vita vyako. Because it's a God who gives victory. Kwa sababu ni Mungu atenaye ushindi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. There was a young man called Joseph. Kulikuwa na kijana aliyeitwa Yusufu. He's a man also who made up his mind. Yu kijana ambaye pia alifanya uamuzi. He said he's not going to compromise himself. Alisema hatajitia unajisi. He walked with God all the time. Alitembea na Mungu kila wakati. The journey was very challenging. Safari ilikuwa na changamoto. Even the brothers forsake him. Hata mandugu zake walimwacha. Even the parents forsake him. Hata wazazi walimwacha. But God was with him. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Despite of him being in prison, hatajalishi changamoto alikuwa kale. God was still with him. Mungu bado alikuwa pamoja naye. Why? Because he refused to compromise himself. Kwa nini? Ni kwa sababu alikataa kujitia unajisi. Despite of being tempted by Potiphar's wife, hata kama alikuwa amejaribiwa na mkewe Potifa, he refused to compromise himself. alikataa kujitia unajisi. He stood to live for God. Alisimama kuishia Mungu. And because of that, na kwa sababu ya hayo, in the difficult situations, hata katika hali ngumu, God was able to show up for him. aliweza kujidhihirisha kwa And he became victorious. akawa mshindi. He became a leader in Egypt. Akawa kiongozi katika mji wa He became a leader in Egypt alikuwa kiongozi katika mji wa because he refused to compromise sababu himself. alikataa kujitia unajisi. The favor of God was upon him. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. The favor of God was upon him. Kibali cha Mungu kilikuwa juu yake. Why? Because he refused to compromise Kwa himself. sababu alikataa kujitia unajisi. He believed in the God of Israel. Muamini kwa Mungu wa Israeli. And because of that, God fought for Kwa him. sababu wa haya Mungu alimpigania. And he made him to sit with the kings. Akamwezesha kuishi na wafalme. Hallelujah. Amina. God is looking for a youth who is not going to compromise Mungu himself. anamtafuta kijana ambaye hatajitia unajisi. He's looking for a woman who is not going to compromise himself. Mama ambaye hatajitia unajisi. He's looking for a man who will stand for him. Natafuta mwanamume ambaye atasimama kwa sababu. Because God is going to fight for you. Kwa sababu Mungu anaenda kukupigania. Hallelujah. Amina. No matter what you are going through in life, haijalishi nini unapitia katika maisha. as long as you have God in your life, Kiwa na Mungu katika maisha yako, God will fight for you. Mungu atakupigania. So life is a choice. Maisha ni uamuzi. Life is a choice. Maisha ni uamuzi. Number 2, life is a test. Nambari ya pili, maisha ni matokeo. Life is a test. Maisha ni mgeni. Praise the Lord. Ni mtihani. Life is a test. Maisha ni mtihani. You are born for a test. Ulizaliwa kwa mtihani. You are born for a purpose. Umezaliwa kwa sababu. God has got a purpose for you. Mungu ako na sababu kwako. He has set before you an exam of life. Alituma mbele yako mtihani wa maisha. That challenge is part of the exam. Hiyo changamoto ni baadhi ya mtihani. That sickness is part of the exam. Ugonjwa ni baadhi ya mtihani. That problem is part of the exam. Hilo tatizo ni baadhi ya mtihani. Because life is a test. Kwa sababu maisha ni So mtihani. how you handle the test determines your life. Unavyoshughulikia mtihani inaashiria maisha yako. Your blessings is behind the test. Baraka zako ni matokeo ya mtihani. Because when you pass the exam, unapopita mtihani, then God promotes you to the next level. Mungu anakuinua kiwango kingine. You can never go the next level without an exam. Usiende kiwango kingine bila mtihani. Because God is our teacher. Kwa sababu Mungu ni mwalimu. There is an exam before you. Kuna mtihani mbele yako. That marriage is an exam. Hiyo ndoa ni mtihani. Those children are an exam before you. Watoto ni mtihani mbele zako. Your parents are an exam before you. Wako ni mtihani mbele zako. Because some of us, we are born in a poor family. Sababu wengine wetu tumezaliwa katika. There is an exam before you. Hiyo ni mtihani mbele yako. When you pass the test, unapopita mtihani, then you receive the blessings of God. unapokea baraka za Mungu. Because life is a test. Kwa sababu maisha ni mtihani. Every day you wake up, kila siku unapoamka, it is an exam. ni mtihani. It is an exam. Ni mtihani. How you live the day, unavyoishi siku ya how leo, you live through that day, unapoishi kwa siku ya leo, determines whether you have passed the exam or you have failed. inaashiria kama umepita mtihani ama umeanguka. Because every day is full of a challenge. Sababu kila siku ina changamoto. As long as you're alive, kama unapoishi, as long as you're alive, as long as you're alive, kama tu unaishi, you are going to experience problems. unaweza kupata changamoto. The only way not to experience problems in this life Njia tu ya kuepuka changamoto katika maisha is to die. ni kufa. Praise the Lord. Amina. Yes, wadanganya.
But as long as you're alive, kama unaishi, there will be challenges every day. utakuwa na changamoto, And every challenge is a test before you. na changamoto ni jaribio mbele zako. Your purpose is to seek God. Madhumuni yako ni kumtafuta When Mungu. you seek first the kingdom of God, Utafuta kwanza ufalme wa God is Mungu. going to give you the solution. Ataweza kukupeta He's giving suluhisho. you the power to pass the test. Nakupa nguvu ya kupita jaribio. When you pass the test, Unapopita jaribio, then comes the blessings over your life. kuja na baraka ndani ya maisha yako. So life is a test. Maisha ni chaguo. Number one is life is a choice. Nambari ya kwanza, maisha ni uamuzi. Number two, life is a test. Nambari ya pili, maisha ni mtihani. Praise the Lord. Amina. And number three, Nambari ya tatu, life is a temporary assignment. maisha ni jaribio ambayo sio ya kudumu. Every one of us is born with something. Kila mmoja wetu amezaliwa kwa kusudio. You are born with a purpose. Umezaliwa kwa madhumuni. You are born with an assignment. Umezaliwa kwa majaribio. There is a reason to why you are born. Kuna sababu ni kwa nini umezaliwa. Whether you are a woman or a man, Uwe mwanamume au mwanamke. there is a purpose for you to be born. Kuna sababu ambayo imefanya ukazaliwa. There is something that God wants you to fulfill in this Kuna life. jambo ambalo Mungu anataka utekeleze katika maisha. Some of you are born to be leaders. Wengine wetu wamezaliwa kuwa viongozi. Some are born to be pastors. Wengine wamezaliwa kuwa wachungaji. Some are born to be doctors. Wengine wamezaliwa kuwa Some are madaktari. born to be teachers. Wengine wamezaliwa kuwa There walimu. is a purpose to why you are born. Kuna sababu ni kwa nini There's a umezaliwa. purpose to why you are still alive. Kuna sababu ni kwa nini bado uko Because hai. many have gone. Kwa sababu wengi wamekufa. Many are dead now. Wengi wamekufa. But why are you alive? Lakini ni kwa nini wewe uko? Because you want to fulfill your Kwa purpose. sababu unafaa kutimiza malengo. Your assignment has not been fulfilled. Kuna jukumu ambalo So hujalitekeleza. until you fulfill your assignment, Lazima utekeleze majukumu that hayo. is when you die. Ndio utakufa. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu there is no premature death. hakuna kifo ambayo sio ya ambayo ni ya In mapema. the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu there is no premature death. hakuna kifo ya mapema. So you only die after your assignment is done. Utakufa tu baada umemaliza mtihani wako. But the only way to know your assignment in life, Njia tu ya kujua mtihani katika maisha yako it is to know God. ni kumjua Mungu. It is to know God. Ni kujua Mungu. Because only God knows your assignment. Mungu tu pia anajua mtihani wako. Only God knows your assignment. Mungu tu anajua mtihani wako. The devil does not want you to fulfill your assignment. Shetani hataki utimize maono yako. But God wants you to fulfill your Lakini assignment. Mungu anataka umalize mtihani wako. God tells Jeremiah Mungu akamwambia Yeremia, that I knew you before you were formed in your mother's womb. Mungu alikujua kabla uvumbwe katika tumbo ya mama Even yako. before you were formed in your mother's womb, God knew Kabla you. uvumbwe ndani ya tumbo ya mama yako, Mungu alikujua. Man of God, before you were formed, God knew you. Mtu wa Mungu kabla umbwe, Mungu alikutambua. Woman of God, before you were formed, God knew you. Mama kabla umbwe, Mungu alikujua. He knew where you're going to be born. Alijua ni wapi He utazaliwa. knew your parents. Alijua wazazi He knew wako. your background. Alijua He unatokea knew your wapi. situation. Alijua hali yako. So he understands your Kwa purpose. hivyo anakuelewa madhumuni yako. He cannot give you a purpose Huwezi akakupea malengo without the strength to fulfill the bila purpose. kukupea nguvu ya kuitimiza. When he gives you something, Anapokupea kitu, he gives you the power to do it. anakupa nguvu ya kulitekeleza. Hallelujah. Amina. When you are called by God, Unapoitwa na Mungu, he empowers you to do great things. anakupea nguvu ya kutenda mambo makuu. Hallelujah. Amina. When you choose God, Unapomchagua Mungu, you choose the power of God. unachagua nguvu ya Mungu. Hallelujah. Amina. So life is an assignment. Maisha ni jaribio. Life is a purpose. Na maisha ni malengo. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amina. Number one, Nambari ya kwanza, life is a choice. maisha ni uchaguzi. Number two, Nambari ya pili, life is a test. maisha ni mtihani. Number three, Nambari ya tatu, life is an assignment. maisha ni jaribio. Every day you wake up in the morning, Kila siku unapoamka asubuhi, ask God, what do you want me to fulfill this uliza day? Mungu, nataka nitende nini siku ya leo? Hallelujah. Amina. Because when you walk in the purpose of God, Unapotembea katika njia ya Mungu, that is when you walk in the power of God. ndio utatembea katika nguvu za Mungu. The power of God is in the purpose of God. Nguvu za Mungu ziko katika malengo And the yake. purpose of God is in the word of God. Malengo ya Mungu yako katika neno lake. Hallelujah. Amina. Many times, many youths have been confused. Wakati mingi vijana wamechanganyikiwa, They are misusing their gifts. wanatumia vipawa vyao They vibaya, are misusing their lives. wanatumia maisha yao They vibaya, have lost their lives because wamepoteza mwelekeo kwa sababu they don't understood the purpose of God upon their lives. waelewi madhumuni ya Mungu katika
katika maisha yako. You see, when you are purposeless, Unaona kama hauna malengo, when you don't have a purpose in life, hauna maono katika maisha, then you are dead. wewe ni sawa na mfu. Hallelujah. Amina. When the people have no vision over their lives, Wakati watu hawana maono kwa maisha yao, then their life is as good as nothing. maisha yao ni sawa na bure. Life without a purpose is nothing. Maisha bila malengo ni sawa na bure. So life requires a purpose. Maisha yanahitaji malengo. That is why life is an assignment. Ndio maana maisha ni jaribio. Every time you wake up in the morning, Kila siku unapoamka asubuhi, there is something God wants you to do. kuna jambo Mungu anataka utekeleze. Ask God, what do you want me to do? Uliza Mungu, ni nini unataka nitende? And walk in the will of God. Utembee kwa mapenzi ya And Mungu. walk in the purpose of God. Utembee katika malengo ya Mungu. Hallelujah. Amina. Let me finish by saying this. Acha nimalizie nikisema, There are two things that you require in life. kuna mambo mawili unayohitaji katika maisha. There are two things you need in your life. Kuna mambo mawili unahitaji katika maisha yako. There are two things. Kuna mambo mawili. Number one, Jambo la kwanza, you need God over your life. unahitaji Mungu juu ya maisha yako. You need God in your life. Unahitaji Mungu maishani mwako. You need God. Unahitaji Mungu. You cannot do without God. Huwezi enenda bila Mungu. You cannot move without the Creator. Huwezi songa bila muumbaji. You see, it took the word of God to create the world. Ilimchukua neno la Mungu kuliumba ulimwengu. And so it takes the word of God to sustain the world. Kwa hivyo inachukua neno la Mungu ili dunia ikawepo. Without the word of God, Bila neno la Mungu, the world becomes useless. ulimwengu unakuwa mtupu. The world becomes lawlessness. Neno linakuwa chini kabisa. When there is no law in the world, Hata kama kuna sheria katika ulimwengu, we become lawless. unakuwa bila We sheria. become useless. Unakuwa bila maana. We live without order. Tunaishi bila And that utaratibu. is why we need the word of God. Ndio maana tunahitaji neno You la see, Mungu. what is built on the word of God? Unaona, ulimwengu unajengwa kutokana na neno la Mungu. I'm saying what is built on the word of God. Chochote kimeumbwa na neno la Mungu, Amen. it is always sustained by the word of God. Inadumishwa na neno la Mungu. Praise the Lord. Amen. And that is why God never designed death. Na ndio maana Mungu hakuweka kifo. God never created death. Mungu hakuumba kifo. Death existed because it is the opposite of life. Kifo kilitokea ni kwa sababu ni kinyume cha uhai. He never created darkness. Hakuumba giza. It came because of absence of light. Ulikuja ni kwa sababu ya kutokuwepo kwa Where mwangaza. there is no light, Mahali ambapo hakuna mwangaza, there is darkness. kuna giza. But where there is light, Mahali ambapo kuna mwangaza, there is always no darkness. hakuna giza hata moja. So you're either living as a person of the light So ni uamue kuishi katika mwangaza or the person of darkness. kuishi katika giza. And the only light that you have in this world, Mwanga ambao uko nao katika it ulimwengu is God. ni Mungu. He is the light giver. Ni Mungu ambaye anapenea When you mwangaza. receive God over your life, Unapopokea Mungu maishani you are mwako, bringing light into your life. unaleta mwangaza katika You maisha are yako. removing darkness out of your life. Giza katika maisha yako. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amen. The opposite of life is death. Kinyume cha mwangaza ni kifo. And life is Christ. Na uhai ni Kristo. John 8:32. Yohana 8:32. Bible says that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ninasema Yesu ndio njia, ukweli na uzima. I'm saying He is the way, Yeye ndiye njia. He is the truth, Yeye ndiye ukweli. and He is the life. Na yeye ndiye So uzima. without God, Bila Mungu there be no truth. hakuna ukweli. Without God, Bila Mungu there is no life. hakuna uhai. Without God, Bila Mungu there is no way. hakuna njia. Hallelujah. Amen. There be no direction of your life without God. Hakuna mwelekeo kwa maisha yako bila Mungu. The word of God is a lamp unto your feet. Neno la Mungu ni mwanga katika njia It is a zako. light unto our path. Ni mwanga katika njia zetu. You only know where you're going Unajua tu mahali when you unaelekea know God. unapomtambua Mungu. Because God knows our tomorrow. Kwa sababu Mungu anajua kesho We yetu. can only define our today. Naweza akafafanua leo yetu. We can only define our today. Naweza tukajua leo We yetu. can only know our today. Naweza tukujua leo But yetu. God knows your tomorrow. Lakini Mungu anajua kesho When you yetu. accept God over your life, Unapomkubali Mungu He maishani will mwako, show you your tomorrow. atakuonyesha kesho He yako. will bring light to your life. Ataleta mwangaza katika maisha yako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. You see, Unaona? we were all created from God. Tuliumbwa kutoka kwa Mungu. The book of Genesis chapter 1. Katika kitabu cha Mwanzo
It says we are carrying the image and likeness of God. Nasema tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. So we carry the image of God. Kwa hivyo tunabeba mfano wa Mungu. We carry the face of God. Tunabeba uso wa Mungu. We carry the power of God. Tunabeba nguvu za Mungu. We carry the wisdom of God. Tunabeba hekima ya Mungu. So when you remove yourself from God, unapojitoa kwa Mungu, when you remove yourself from God, unapojitoa kwa Mungu, you begin to die. Unaanza kufa. When a branch removes itself from a tree, wakati mti unatolewa katika, when a leaf, wakati matawi, when a leaf wakati matawi is removed from a tree, unatolewa kwenye mti, it begins to die. Unaanza kufa. When a fish, wakati samaki is removed from water, unatolewa majini, it begins to die. Unaanza kufa. So when a man wakati mtu or a woman ama mwanamke is removed from God, anajitoa kwa Mungu, he begins to die. Unaanza kufa. The only way we live, njia ambayo it tunaishi, is to stay with God. kudumu ndani ya It is Mungu, to walk with God. kutembea pamoja It na is to Mungu, move with God. kusonga pamoja na It Mungu, is to make decisions with God. kufanya maamuzi. Hallelujah. That is where life is. Ndio maana maisha, Because God is life. kwa sababu Mungu ni uhai. Without God, there is only death. Bila Mungu ni kifo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You only begin to live Unaanza tu kuishi when you meet God. unapokutana na Mungu. You only begin to live Unaanza kuishi when you meet God. unapokutana na You Mungu. only begin to live Unaanza kuishi when you encounter God. unapokutana na Many Mungu. people believe in God, Watu wengi wanamwamini but Mungu, many people don't know God. lakini watu wengi wamfahamu Mungu. There's a difference between believing in God Na tofauti kati ya kumwamini Mungu and knowing God. na kumjua Mungu. Those who know they are God, Wale ambao wanamfahamu Mungu not wao, just believe in God, sio tu kumwamini but Mungu. those who know they are Wale God, watu wanaomtambua they Mungu shall wao, be strong. watakuwa na nguvu. Those who know they are Wale God, ambao wanamjua Mungu they wao, shall live long. wataishi maisha Those who marefu. know they are God, Wale ambao wanamjua they Mungu shall wao, have victory over their lives. wana ushindi kwa Those who maisha know yao. they are Wale God, ambao wanamjua Mungu they wao, can never be sick. hawatakuwa wagonjwa. Those who know they are Wale ambao God, wanamjua Mungu they wao, will be poor. hawatakuwa Hey, maskini. hallelujah. We are prosperous because we know God. Sisi ni washindi tu kwa sababu tunamjua Mungu, Not just believing, sio tu kumwamini, but knowing. kumjua. There are people, Kuna watu, let me give you an example. wacha nipeane mfano. There are people Kuna watu who know me, ambao wananijua and there are people na kuna watu who just believe in me ambao wananiamini because they have seen me in YouTube. kwa sababu wameniona kwenye mtandao, They believe in me. wanaamini. But those who know me, Lakini wale they are wanao very close to me. wako karibu na mimi, Those who know me, wale wanaonijua, they walk with me. wanatembea na Those who know me, wale wanaonijua, they understand my test. wananielewa jaribio langu. Those who know me, Wale wanaonijua they know my favorite food. wanajua chakula ninachokipenda, Yeah, they know what I can eat wanajua naweza and kula what I cannot eat lakini ambacho sistahili, because they know me. kwa sababu wananijua. Hallelujah. Amina. But those who believe, Lakini wale they wananijua, just know me by opinions. wananijua kutokana na maono, They have no close fellowship with me. hawana uhusiano wa karibu na mimi, They just know me from afar. wananijua kwa They umbali, just believe me from afar. wanaamini kwa But umbali. those who know me, Lakini wale they are wanaonijua very close to me. wa karibu na mimi. Hallelujah. Amina. Your wife may know you as a Mume man. wako anaweza kujua kama Mungu, Your husband may know you as a wife. mume wako anaweza kujua kama Mungu, But your relatives may not know you. lakini jamii yako hawezi kukujua. Si kama nielewa vizuri. Eh, Kuna tofauti ya kujua Mungu na kumwamini. Hallelujah. You have to come from the stage of believing to knowing. lazima utoke katika hatua ya kuamini mpaka ile hatua ya So kujua. we have got many believers. Tuko na waumini We wengi, have got so many Christians, tuko na Wakristo wengi, but they have no knowledge of God. lakini hawana hekima ya Mungu. They just believe in God, Wanaamini tu Mungu, but they don't know God. lakini hawamjui But Mungu. today, this evening, I'm telling you, Jioni ya leo nakwambia, please know God. tafadhali ukamjue Please Mungu. know God. Tafadhali mjue The only way to know God Njia moja ya kumjua Mungu is to encounter God. ni kukutana pamoja naye. And the only way to encounter God, Njia ya kukutana na Mungu it is sort of way to give your life to Him. ni kupeana maisha yako kwa Kristo. You can never go, you can never know God Huwezi kumjua Mungu without giving your life to Him. bila kusalimisha maisha You yako. must give your life to Jesus. Kupeane maisha yako kwa You Kristo. must give your life to Christ. Kupeane maisha
for you to know him. ili ukaweze kumjua. Because when you know God, Kwa hivyo unamjua, you carry power. unabeba nguvu. When you know God, Unapomjua Mungu, nothing can stand before you. kuna Kenya kinaweza simama. When you know God, Unapomjua you Mungu, carry victory. unabeba ushindi. When you know God, Unapomjua Mungu, you cannot compromise. huwezi ukajishusha. Danieli Knew God. alimjua Mungu. That is why, Na ndio maana even despite of being tested by fire, hata kama alijaribiwa na moto, he knew my God will deliver me. alijua Mungu wangu atanikomboa. Even in a den of lions, Hata katika tanuru la he knew God. He knew God. alijua Mungu. He knew God will deliver him Alijua Mungu because atamuokoa. he had the knowledge of God. Sababu alikuwa na hekima ya Mungu. Hallelujah. Abraham knew God. Ibrahimu alimfahamu Mungu. Abraham knew God. Ibrahimu alimjua Mungu. Despite of being old, Hata kama alikuwa he knew mzee, he's going to have a son alijua atapata mwana. because he knew God. Kwa sababu alimjua Mungu. Because our God Kwa sababu Mungu is wetu not defined by time. hafafanuliwi na Our God is not defined by time. Mungu wetu hafafanuliwi na nyakati. Our God is not defined by age. Mungu wetu hafafanuliwi na miaka. He can use a young man. Anaweza tumia kijana, He can use an old man. anaweza tumia mzee, He can use a woman. anaweza tumia He mwanamke, can use a man. anaweza tumia mume. Who knows him? Ambaye anajua yeye, Who knows him? yule ambaye Who anamjua, has encountered yule God? ambaye amekutana na My Mungu. life was changed. Maisha yangu My ilibadilika. life was changed Maisha yangu when I ilibadilika knew God. wakati nilimjua Because I Mungu. just used to believe of him. Chukua tu wakati ukomi. I just used to believe in God. Nilikuwa namwamini tu But when I Mungu. came to know about God, Lakini wakati nilipomjua my Mungu, life began to change. maisha yangu ilianza You kubadilika. see, my father is a pastor. Baba yangu ni mhubiri. My mom is a pastor. Mama yangu ni So I mchungaji. believe in God. Lakini nilimwamini When it comes to Mungu knowing God, bila kujua Mungu. when it comes to knowing God, Kuja katika kujua it Mungu is a personal thing. ni uamuzi wa kipekee. Believing in God, Kumwamini Mungu maybe because of your parents, kwa sababu ya wazazi but wako. knowing God Lakini kujua Mungu is a personal thing. ni uamuzi wa You kipekee. must make a decision for Lazima yourself. ufanye uamuzi wa You kipekee. must make a choice for yourself Lazima ufanye uchaguzi that wa I kipekee. want to know Him. Ya kwamba nataka That I kumjua. want to know Him. Ya kwamba nataka kumjua. When you know God, Unapomjua Mungu, things begin to change. mambo yanaanza kubadilika. When you know God, Unapomjua Mungu, your life begins to change. maisha yako yanaanza kubadilika. When you know God, Unapomjua Mungu, alcohol becomes poison. pombe inakuwa sumu. Hallelujah. Amina. When you know God, Unapomjua Mungu, you begin to hate alcohol. unaanza kuchukia When you pombe. know God, Unapomjua you Mungu, begin to hate prostitution. unaanza kuchukia ukahaba. When you know God, Unapomjua Mungu, you begin to hate bad things. unaanza kuchukia mambo You mabaya. begin to love only good things. Unaanza kupenda mambo mazuri. Those who know their God, Wale ambao wanamtambua Mungu wao. those who know their God, Wale ambao wanamjua Mungu their wao. life is of God. Maisha yao ni ya Mungu. Their words are of God. Mambo yao ni ya Mungu. Their thoughts are of God. Mawazo yao ni ya Mungu. Their walk is with God. Kutembea kwao ni kwa Mungu. Hallelujah. Because they know God. Kwa sababu wanamjua Mungu. And the first way to know God Njia ya kwanza ya kumjua Mungu is to receive Him as your Savior. ni kumpokea kama mkombozi wako. It starts by receiving Him as your Savior. Inaanza na kumpokea kama mwokozi So wako. today I'm just calling you to know God. Leo ninakuita ukamjue Mungu. There is power in the knowledge of God. Kuna nguvu katika kumjua Mungu. When you know God, Unapomjua Mungu, you will fight for you. atakupigania. When you know God, Unapomjua your Mungu, marriage will stand. ndoa yako itasimama. When you know God, Unapomjua your Mungu, business will succeed. biashara yako itafanikiwa. When you know God, Unapomjua Mungu, your children will change. watoto wako When watabadilika. you know God, Unapomjua Mungu, no Goliath can stand before you. kuna Goliathi atakayesimama mbele No yako. mountain can stand before you. Kuna jambo litasimama mbele It's not yako. by power, Si kwa nguvu, not by the power, by your strength, si kwa uwezo wako, but by the Spirit of God. lakini kutokana na roho wako. Because you know God. Kwa sababu unamjua Mungu. Because you know God. Kwa sababu unamjua I am Mungu. calling you my brother. Kuita ndugu I am yangu. calling you my sister. Kuita dada yangu. Come and know God. Kuja ukamjua Mungu. Receive God in your life. Ukapokee Mungu katika God maisha is yako. carrying your change. Mungu anabeba mabadiliko God is yako. carrying your blessing. Mungu anabeba baraka God zako. is carrying your life. Mungu anabeba maisha yako. God is carrying your destiny. Mungu anabeba hatima yako. Come and know God. Wacha ukuje ukamjua Come and Mungu. know God. Kuja ukamjue Mungu. Wherever you are, Popote ulipo. come and know God. Kuja ukamjue Wherever Mungu. you are, Popote ulipo. come and receive Kuja Christ. ukampokea Yesu. Hallelujah. Amen. Hey, Hallelujah. come and receive God.
hujampokea Yesu, you don't know about tomorrow. hujui kesho yana nini. Tomorrow may be too late. Kesho yanaweza kuwa Tomorrow may be too late for you. kesho huenda yakachelewa. Life is too short. Maisha ni mafupi. Life